إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, leo tumekuja tena kwenu na darasa ambalo darasa hili ni majibu ya maswali yenu ambayo mlikuwa mnayauliza katika darasa na somo lililopita. Niwakumbushe tu, katika somo lililopita kuna mada tulizungumza, mada ambayo ikazua maswali mengi na watu wengi walipiga simu kuuliza tunafanyaje baada ya kuwaona. Sasa leo tunakuja na ufumbuzi kwamba nini ukifanye baada ya kuwaona wadudu hao. Mada iliyopita tulizungumzia wadudu ambao hawa ukiona katika nyumba yako, jua nyumba yako imefanyiwa hasadi. Na tukaelezea hasadi ni nini. Hasadi ni sumu ya mdomo, na unapozungumzia kijicho ni sumu ya macho. Hii ya mdomo inatoka kwa mwanadamu. Kwa hiyo nyumba ikifanyiwa hasadi inakuwa na mazonge mengi sana, watu wake ndani kukosa raha. Inafikia tu nyumba yako mwenyewe unaichukia, utamani kukaa. Inafikia hatua ndani vitu vinapotea bila sababu, bila wewe kujua. Inafikia hatua ndani nyumba hiyo maradhi, magonjwa huwa hayaishi. Inafikia hatua ndani nyumba hiyo magomvi ya aina mbalimbali huwa hayaishi. Inafikia hatua wenyewe kwa wenyewe katika nyumba kutukiana, bughdha na kadhalika na kadhalika, na hata muda mwingine maisha yenu, hali zenu kuwa ngumu sana katika nyumba hiyo. Hizi ni nyumba ambazo zimefanywa hasadi. Kwa hiyo huenda nyumba yako kama imefanywa hasadi au imefanywa sihiri, bi maana uchawi. Ukiona baadhi ya wadudu wenyewe tumezungumza hapa ni sisimizi wale, siafu, tukawazungumza wale mijusi kafiri na kadhalika. Sasa leo tumekuja na ufumbuzi. Je, mtu baada ya kuwaona sasa hawa wadudu nyumbani kwake wapo na wamekuwa wengi sana, kitu gani aende akakifanye? Hii ndio darasa la siku ya leo. Kwa hiyo nikuombe sasa usikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuchukua faida hii. Sasa kitu gani ambacho wewe utakwenda kukifanya kupitia katika darasa hii ya leo biidhnillahi taala. Kwa hiyo nikuombe wewe ndugu yangu ambaye pengine ndo mara ya kwanza leo unaangalia video zetu, basi usiache kusubscribe, kwa sababu faida yake kwamba kila somo, kila darasa tukileta unakuwa mwanzo kupata darasa na somo kama hilo. Hiyo ndio faida ya mtu ambaye amesubscribe darasa letu hili. Kama ukusubscribe, ina maana darasa inaweza katoka leo kalipata baada ya wiki mbili, baada ya mwezi mmoja, utakosa faida kubwa sana katika mada hii. Twende katika mada sasa. Ndugu zangu, jambo la mwanzo ambalo watakiwa kulifanya kama utawaona wadudu hawa wako wengi sana, kuna njia mbili. Kuna njia hii moja, lazima unajua kusoma Qur'ani. Lakini kuna njia hii ya pili, hata Mkristo anaweza akafanya. Hata Muislamu yule ambaye hajui alifu wala be anaweza akafanya. Kwa ni vyema ukasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili ukajua njia ya pili kwanza ni hipi na njia ya pili ni hipi. Njia ya kwanza utakayoweza kufanya wewe ambaye unaona katika nyumba yako kuna wadudu wengi hao tulozungumza, aidha majusi kafiri, aidha wale siafu wamekuwa wengi sana, aidha sisimizi katika nyumba yako wamekuwa wengi sana. Njia ya kwanza, utasoma suratul Baqara kwa mfululizo ndani ya siku 7. Utaisoma suratul Baqara kwa mfululizo ndani ya siku 7. Utaisoma suratul Baqara kwa siku zile 7. Hiyo ni njia ya kwanza. Au la, pengine usisome yote hiyo suratul Baqara, labda ukaamua tu ukasoma ayatul kursi na vile ukaisoma kwa muda wa siku 7. Au la, pengine usisome kursi, labda ukasoma zile aya za mwisho za suratul Baqara, bi maana zile aya 2, amana rasul na la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Hizi mbili hizi ukazisoma, hizi mbili tu ukazifanya kwa mfululizo kwa muda wa siku 7. Kwa hiyo unaweza kutumia njia hizi. Njia kwanza ukasoma Baqara yote, ama njia pili ukasoma ayatul kursi peke yake, ama ukasoma zile aya 2 za mwisho katika suratu al-Baqara katika nyumba yako, tena ukasoma kwa sauti. Unaposoma zisome kwa sauti, na ni vizuri ukawa unasoma katika zile kuta, pembe zile za kuta za nyumba yako.
ukawa unasomea mle katika pembe zote, kama kuna pembe 3, kama kuna pembe 4, ukawa unafanyia mle, itakuwa ni bora zaidi. Hii ni njia ya kwanza. Sasa njia hii lazima mtu ambaye anajua kusoma Qur'ani. Twende katika njia ya pili ambayo anaweza kutumia mtu ambaye hata hajui kusoma Qur'ani, na anaweza akaitumia mtu hata kama atakuwa si Muislamu, Mkristo, anaweza kutumia njia hii sababu ni njia nyepesi ambayo utakwenda kuitumia biidhnillah taala. Ndio maana nikawaomba wale ambao bado hamja subscribe channel yetu, subscribe, kwa sababu kuna faida nyingi sana utakwenda kuzipata za kijamii, za kidua, za kinini. Kuna vitu ambavyo kwamba vinaweza kukusaidia bila mwenyewe kuvielewa kama utafuatilia channel yetu hii ya Msimbo Online TV. Sasa twende kuelekeza njia ya pili ambayo unaweza ukaifanya biidhnillah taala kwa mtu ambaye anasumbuliwa na wadudu wengi katika nyumba yako, unasumbuliwa na siafu wengi katika nyumba, kwa sababu haya mara nyingi ndio alama kubwa ya kuonyesha nyumba yako ina hasadi ama ina uchawi. Lakini kupe faida hapo hapo. Inawezekana ukaona hawa sisimizi kwa wengi, unaweza kuona hawa wadudu chungu kwa wengi, lakini ikawa sio wadudu chungu, ikawa ni majini Sheikh. Kwa sababu jini anaweza kujigeuza nyuki, jini anaweza kujigeuza kwa nzi, uwezo huo nao. Anaweza kujigeuza kwa mbwa, uwezo huo nao Sheikh. Kwa hiyo unaweza akawa ni hao. Sasa njia ya pili, utachukua chumvi vijiko 7. Chumvi vijiko 7. Utavitia katika maji ile chumvi vijiko ngapi? Vijiko hivyo 7. Baada kuvitia maji vijiko 7, kuna njia mbili hapa sasa. Unaweza ukasomea ndani yake kul a'udhu birabbin nasi na kul a'udhu birabbil falaq. Lakini kama itakuwa wewe si msomaji, pia kusoma wezi, tumia tu kuchukua hiyo chumvi vijiko 7 na katafute kitu kimoja kinaitwa habati sauda. Dawa hiyo, unga wa habati sauda, weka ndani yake, alafu nenda karashie katika zile kuta za nyumba yako. Biidhnillah taala itakuwa hali hiyo umeiua na hali hiyo umeiponya kabisa katika nyumba yako biidhnillah taala. Kwa hiyo njia hizi mbili unaweza kutumia.